Only when you serve the Lord, only when you love the Lord. Wakati tu utampenda Bwana na kumtumikia Bwana. This is serious. Hii ni kali. The doings of Yahweh. Matendo yake Yahweh. The doings of Jehovah. Matendo yake Jehova. They looked at that young man. Walimtazama huyo kijana. They asked, why has he left America? Wakauliza, kwa nini alitoka Marekani? Why has he left medicine? He was studying medicine. Kwa nini ameachana na udaktari ambao alikuwa anasoma? Why? Kwa nini? The federal government had paid for him. Serikali ilikuwa Ya Marekani. Serikali ya Marekani ilikuwa imemlipia. He was a student, you know, top student. Alikuwa mwanafunzi wa kufuzu sana wa A. He was supposed to be a doctor, a medical doctor, kudunga watu sindani, kutibu hawa. Alipaswa kuwa daktari, kudunga watu sindani. And then, akisha, when he was going through the internet, wakati alikuwa anapitia kwenye interneti, then he found the ministry of the prophets, the mega prophets of the Lord. Kisha akapatana na huduma ya manabii wakuu zaidi wa Bwana. So that the mega prophets have commanded heaven and heaven has opened and brought down rain. Akatazama, akaona ya kwamba manabii wakuu zaidi sana wa Bwana waliamrisha mbingu na mbingu zikafunguka, mvua ikanyesha. Those sides of Africa. Hizo upande wa Afrika. While he is in America. Wakati yeye yuko Marekani. He said, hala? Kasema hala. Things are happening in Africa. Vitu vinatendeka kule Afrika. And he's supposed to study medicine. Naye anapaswa kusomea udaktari. Na ameanza. Sio ati ni kitu hajaanza, ni kitu ameanza. And he has already started studying his medicine. He had started. Alikuwa shaanza. Serious with the university. Alikuwa amemaanisha sana kwenye chuo kikuu. Top student. Mwanafunzi wa bora sana. Then he hears. Miaka 10. Anasikia. Kisha anasikia. That there are prophets in Africa. Kwamba kunao manabii kule Afrika. Those prophets have already called God the Father, and God the Father has come in his dreadful cloud. Hao manabii tayari washamwita Mungu Baba, na Mungu Baba akashuka kwenye wingu wake wa kutisha. He said, hala? Kasema ala? The cloud that came in the wilderness. Wingu ambao ulikuja kwenye jangwa. He asked himself, akajiuliza, what would a man be doing in the US? Mwanadamu anaweza kuwa anafanya nini Marekani? Then he said, no. Akasema hapana. He said, no. Akasema hapana. Only a fool can remain behind. Ni mpumbavu tu anaweza salia kule nyuma. He told his father, akamweleza babake, that he is leaving. Kwamba anaondoka. He's leaving the US. Anatoka Marekani. He sent an email to the mega prophets of the Lord. Akatuma barua pepe kwa manabii wakuu zaidi wa Bwana. He asked, akauliza, can I develop the website? That website is not very good. Can I work on that website? Je, naweza fanyia kazi hiyo website? Hiyo website ambayo ninaona sio mzuri, naweza fanyia kazi? In the day he is going to class to study medicine. Mchana anaenda darasani kusomea udaktari. And at night he is working on the website of the Lord, or the ministry. Na usiku anafanyia kazi website ya huduma ya Bwana. Until the website became top. What you see today, that is the work of Randy. Hadi hiyo website ikafanyika bora kabisa. Hiyo ambayo mnaona saizi ni kazi yake Randy. Once he finished the website, na mara tu alimaliza website, he sent another email. Anatuma barua nyingine pepe. He told the servants of the Lord, anaambia watumishi wake Bwana, can I come and serve the Lord with you? Je, naweza kuja nitumikie Bwana pamoja nawe? And the mega prophet said, manabii wakuu wa Bwana wakasema, we need workers. Tunahitaji watenda kazi. And they are few. Nani wachache? The harvest is plenteous. Mavuno ni mengi. But the workers are few. Lakini watenda kazi ni wachache. If you want to come, come. Ikiwa unataka kuja, we kuja. And he told the parents, akaambia wazazi, he has decided. Ameamua. He is going back to Africa. Anarudi Afrika. Not just Africa. Na sio tu Afrika. Specifically to serve the servants of the Lord, the mightiest prophets of the Lord. Haswa na maalum kuwatumikia manabii wakuu zaidi sana wa Bwana. And one day he reached and he departed. Siku moja ikafika akaondoka. But
The mother said she cannot. Lakini mama akasema hawezi. She cannot go to the airport. Hawezi enda kwenye uwanja wa ndege. It's too heavy for her. Ni nzito sana kwake. Only the father was able to escort him to the airport. Ni baba pekee alikuwa na uwezo wa kumsindikiza kwenye uwanja wa ndege. The mother said no. Mama akasema hapana. She's not able. Yeye hana uwezo. To see her last one living like that. Kuona mtoto wake kifunga mimba akiondoka hivyo. She was unable. Mtu akishindwa anasema afanye nini? Anasema anafanya nini? The father said for him, baba akasema kwake yeye, if this young man has decided to serve God, ikiwa huyo kijana amefanya uamuzi kumhudumia Bwana, he cannot stop him. Hawezi kumkomesha. No. Hapana. His friends and relatives and neighbors, rafiki wake, watu wa familia, majirani, they asked the father, wakamuuliza baba, what has gone wrong in your head? Ni nini imekufanyikia kichwani? How can you release your son like that? Unawezaje kumwachilia mwanao hivyo? The uncles are here in Africa. They say no. Wajomba wako hapa Afrika wanasema hapana. Some are engineers, some are professionals. Wengine ni wahandisi, wengine ni wataalamu. Said, what has gone wrong with your head? Ni nini kimekufanyikia kichwani? He had no answer to that. Hakuwa na jibu ya kuwajibu. Hallelujah. Hallelujah.